Hello, habari. Natumai mzima wa afya na unaendelea vizuri. Ni nafasi ya kipekee sana kwa wewe na mimi kuwa wazima, kwani ni sababu tosha ya kwamba bado tuna kitu cha kufanya katika dunia hii. Na kukaribisha tena wakati huu katika channel yangu. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuwepo katika channel hii, bonyeza neno subscribe kama sehemu ya support yako kwangu, bila kusahau alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa kila mara ninapopata nafasi ya kupandisha video hizi. Na leo tutazungumzia zaidi kwa habari ya ushindi dhidi ya hofu inayokukabili. Ushindi dhidi ya hofu inayokukabili. Inawezekana si mara ya kwanza kusikia somo lenye kichwa hichi cha habari, ila leo tutalizungumzia kwa namna ya kipekee zaidi. Tutajifunza mambo kadhaa kutoka kwa mwanamama Jessica Cox. Na kwa ufupi, Jessica Cox alizaliwa mnamo tarehe 2 ya mwezi wa pili mwaka 1983 bila ya kuwa na mikono. Kutokana na hiyo, madaktari walimpa mikono ya bandia ambayo baada ya kufikisha umri wa miaka 14 aliacha kuitumia. Na mpaka hivi sasa amefanikiwa kushinda mkanda mweusi wa taekwondo ili hali hana mikono. Pia ni mwanamke wa kwanza kupata leseni ya urubani ikiwa hana mikono, ambayo alipata mwaka 2008. Na kufikia mwaka 2011 aliingia katika rekodi za dunia za Guinness kama rubani wa kwanza asiye na mikono kuwahi kutokea duniani. Lakini amefanikiwa kuandika kitabu chake kinachoitwa Disarm Your Limits, ambacho unaweza kutafuta kukipata katika maeneo mbalimbali kama Amazon na ukajisomea. Ameolewa na ana watoto wawili. Ni motivational speaker pia, ambaye ameongea na makampuni makubwa kama NASA, IBM na US Air Force. Yafuatayo ni mambo kadhaa ya kujifunza kutoka kwa Jessica Cox kuhusu namna ya kushinda hofu. Na jambo la kwanza kabisa, kabla hatujaanza kuzungumza, ni tambua hofu yako ni ipi na inasababishwa na nini. Tambua hofu yako ni ipi na inasababishwa na nini. Katika maisha, unapotaka kutatua tatizo au jambo lolote, hakikisha unalijua tatizo kwanza. Jessica Cox aliamua kufanya tathmini ya hofu yake na kugundua kwamba yeye hofu yake ilikuwa katika kupaa. Aliogopa sana, kwani aliamini siku ile atakapoiacha ardhi, huenda ingekuwa siku yake ya maisha duniani. Hivyo katika maisha, tambua hofu yako ni ipi na jua inasababishwa na nini, kwani hofu inaweza kusababishwa na taarifa unazopokea katika siku zote, au pengine watu wanaokuzunguka ikiwemo wazazi, marafiki na ndugu. Na jambo la pili la kujifunza kutoka kwa Jessica Cox ni amua kuifesi hofu yako. Amua kuifesi hofu yako. Face your fear. Baada ya Jessica Cox kugundua hofu yake na kwa nini alikuwa na hofu hiyo, ilimlazimu yeye kuanza kuiface hofu kwa kuamua kufanya kile kitu alichokiogopa sana, na hatimaye leo kuwa rubani wa kwanza asiye na mikono kuwahi kutokea duniani. Hata wewe unayesikiliza hii leo, amua sasa kuiface hofu yako kwa kufanya kile kitu unachokiogopa au kinachokutia hofu yako. Na jambo la tatu
la kujifunza kutoka kwa Mwanamama Jessica Cox ni amua ya kwamba hofu ni hisia zisizo za kweli ambazo zinatokea kweli. Hofu ni hisia zisizo za kweli ambazo zinatokea kweli. Katika kupambana ama kuikabili hofu aliyokuwa nayo, Jessica Cox alitengeneza huu msemo ambao ulimsaidia kuelewa ya kwamba hofu siku zote inakudanganya na kukufanya uogope kufanya mambo yale unayotakiwa kuyafanya, kwa kukuletea upande hasi ama kukuletea hisia zilizo hasi juu ya mambo husika. Hivyo basi, wewe kama kijana umeshajua hofu kazi yake ni nini. Tumia huu msemo uliomsaidia Jessica Cox kushinda hofu aliyokuwa nayo. Na jambo la 4 la kujifunza kutoka kwa Mwanamama Jessica Cox ni kwamba ifanye hofu kuwa hamasa. Ifanye hofu kuwa hamasa. Binafsi, Jessica Cox licha ya kuwa alizaliwa bila mikono, hiyo haikumfanya yeye asitimize ndoto zake. Kwani baada ya kugundua nini hofu hufanya, basi akaamua kufanya hofu yake kuwa hamasa, ambayo aliitumia katika safari yake iliyomchukua miaka 3, nchi 3 tofauti, pamoja na wakufunzi 3 tofauti, mpaka siku yake ya kwanza kurusha ndege ilipotimia. Hivi leo amua kuifanya hofu inayokukabili kuwa hamasa. Hakika utashinda. Asante kwa muda wako na kutakia siku njema. My God bless you. Usisahau kulike, kushare na kucomment ili tujifunze sote kwa pamoja.